Sawa bwana, ndugu yangu pembeni hapa, naomba nikufahamu. Naitwa Abdalla Salum Madaba. Wanakufahamu kwa jina gani maarufu hapa? La Dula mzee wa Simba. Dula mzee wa Simba. Yeah. Ndugu yetu aliyekuwepo hapa aliyenyanyuka amesema wao wana Yanga watamtibu mgonjwa kutokana na anavyoumwa. Nyie kama wana Simba mtakujaje? Sisi kwanza mara nyingi huwa tunapenda kumheshimu mpinzani wetu. Na mara nyingi tunafanikiwa kwa hilo. Kwa sababu hata vilabu vikubwa vinakuja Dar es Salaam, ukiweka Ahly, Wydad Casablanca, El Merreikh, AS Vita, wote tuwaheshimu na tukapata matokeo. Hatujawadharau. Kwa sababu ni timu kubwa na tunachezana pia ni mkubwa tarehe 8. Na inasemekana kwamba wana Yanga wamekimbia kijiwe. Vipi wewe maoni yako? Unawaona au hawaonekani? Kwa mimi kijiwe kinafaa na ufahamu wangu na miaka 10 na kifahamu kijiwe hiki tangu tuko pale tukiwa Kilolelo baadaye tukapata kibali mpaka tukapa mwaka 10 na waanzishi wa kijiwe hiki na wajua wenye kiti hapa kama katibu kama rais wanapewa marais wa heshima wapo. Lakini kila hali unakoelekea kwenye dabi wanazidi kupungua. Kila siku unavyozidi wanazidi kupungua. Sasa sioni yali inaashiria kitu gani. Kwa hiyo unadhani tunatarajia kwamba hata siku ya kuwepo pale kwa Mkapa inawezekana wakawa kwa idadi ya uchache hivyo hivyo? Hiyo ni kawaida yao kwanza. Sio mechi ya kesho kutwa tu. Hiyo ni kawaida yao. Yanga ni wavivu kuja uwanjani. Na ndio maana hata uhamasishe vipi Yanga hawatakuja kama vile Simba. Simba ukiamka tu bana kesho Simba anacheza basi tutajua tunacheza na timu gani. Kama mechi ya kimataifa tutajaa kimataifa, kama ile mechi ya ligi kuu dhidi ya Yanga tutajaa kama ligi kuu dhidi ya Yanga. Sawa, wana Yanga wapo nyumbani lakini ukiongea hapa wanakusikia. Unawaambia nini kuelekea mchezo huo wa Jumamosi? Wao wanaamini Simba wanawaweza. Wao wanavyoamini hivyo. Lakini mechi ya ligi kuu ya NBC Simba na Yanga mechi huwa ni ngumu na mechi ni kubwa, mechi za heshima. Simba wanahitaji heshima, Yanga wanahitaji muendelezo wao, kuendelea wanavyosema wao kama kutufunga miaka 4 mfululizo. Lakini mpira uko hivyo. Yaani igizo la mwaka 2020 na igizo la mwaka 2024 ni vitu viwili tofauti. 2024 msimu wa ligi umeanza, tumefunga goli moja na Yanga. Lakini mpira wa Tanzania wengi waliuona. Sasa hivi tuna igizo jipya anaitwa Elie Mpanzo. Watu wengi huko ni dabi hawajamuona. Lakini kuna mechi za ligi kuu wamemuona na wanajua mpira. Sizungumzia wasiojua mpira, wanajua mpira, wanajua Elie Mpanzo ni mchezaji hasa Simba wamemsajili. Sawa, na wewe ni miongoni mwa wanaojua mpira. Mimi nimo miongoni najua mpira. Maana maanza kwa heshima Yanga Afrika. Unamuongeleaje mchezaji mpya wa Dar es Salaam Young African Ikangalambo? Ikangalambo mara mwisho nimeona hospitali anapimwa afya. Lakini kwenye mechi mimi sijawahi kumuona kwa sababu nimeona dakika 5 tu akiingizwa, lakini nilikuwa kwenye daladala naelekea nyumbani. Sasa ni mara mwisho nimemuona hospitali anakipima afya. Kwenye mpira kwenye pitch sijamuona. Kwa hiyo unatamani acheze siku ya tarehe 8 ili aoneshe ubora wake? Hayo ni matakwa ya vilabu. Siwezi kuwazungumzia sababu iko chini ya uongozi wao. Haina maana kwamba unamuogopa. Mimi natamani wachezaji wangu wote wa Mwenyezi Mungu waamshe salama. Wasipate majeraha, wasipate chochote, Mungu waamshe salama, basi mpira utaonekana. Nazungumzia swala la Alikamwe. Sawa. Swala la Alikamwe mimi simlaumu Alikamwe, ila nalaumu kamati ya tendaji ya Yanga Afrika ikiongozwa na Engineer Hersi. Simba Sports Club na kamati ya maadili au ya nidhamu kwa lugha ya Kiswahili inaongozwa na alikuwa kamanda maalum Dar es Salaam Suleiman Kova, yuko pale. Kila mtu anaposajiliwa kuja kwa ajili ya timu huwa anawekwa kwenye kamati ya maadili. Anachozungumza kitu gani, kwa maadili gani, kwa nidhamu gani. Lakini Alikamwe anaweza kaamka tu asubuhi bila kujua nimetumwa na klabu au nimetumwa na uongozi wa klabu yangu kwenda kuzungumza na matakwa yake. Haya ni mkuta Alikamwe. Kwa sababu kama kweli msemaji huwezi kuzungumzia ukamzungumzia kocha mkuu ambaye anayeongoza timu yako ya taifa Juma Suleiman Mbunda Dar es Salaam, ukazungumza Mbunda na maandazi bora maandazi, afu huyo kocha ndiye kocha wa timu ya taifa ya Tanzania. Mpira uko hivyo shehe wangu. Kwa hiyo haiwezekani, hana maadili ya habari. Kwa hiyo mimi vyombo vya habari ni kamati ya maadili ya TFF naipongeza kwa sababu kutengeneza nidhamu hata kwa wengine, kutengeneza nidhamu hata kwa sisi pembeni ambao sio watu wa habari. Nidhamu sio kwenye vyombo vya habari, nidhamu nyumbani. Hapa kwenye meza hii kuna nidhamu. Yupo kamati ya nidhamu, yupo mwenyekiti anaongoza kijiwe hiki, yupo mwenye kijiwe. Na ndio maana hata imekaribishwa kwa nidhamu na mnatupokea kwa nidhamu na tupapokea kwa nidhamu. Kwa hiyo afisa habari wa Yanga Alikamwe, mimi naamini na napenda ndio swala lofungiwa nifundishwe kwa wengine wajifunze kutokana na mazingira haya ya mpira. Mpira uko wazi. Usizungumze kitu pasipokuwa na mpira. Sawa, lakini wanacholalamika wana Yanga wengi kama umewasikia ni kwamba hii imekuwa kwa Yanga tu. Wasemaji 5 wamefungiwa kwa muda wa miaka 5, wastani wa kila mwaka kufungiwa msemaji mmoja. Na ukitazama Haji Manara alitoka Simba lakini alipokuja Yanga ndio ukawa wakati sahihi wa kumfungia. Kwa hiyo hii inaonekana kama vile kuna namna fulani hivi Simba wanaiweka pale TFF. Unajua anasema mvunja nchi mwananchi mwenyewe. Kwa hiyo ukiamua kuvunja amani ya nchi
kuirudisha amani ya nchi ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo Mama Samia anaendeza kuilinda nchi toka alipoachia Mwalimu Nyerere mpaka leo hii nchi ina amani. Kwa hiyo mtu mmoja alikamwa avunjishe amani kwa sababu yake yuko Yanga Afrika? Haiwezekani kitu kama hicho. Nidhamu kwa kila mtu. Na maana alikamu ameukosesha adabu mpira unavyotaka. Sawa, unazungumzia kila Yanga wanafungiwa, lakini nimemzungumzia Dismas Teni hajafungiwa mpaka meza mdake, amekuja ni Ugazi hajafunga mpaka meza mdake, amekuja Lusendeu amefunga mpaka meza mdake. Waya alikamwe, waya Haji Manara ni watu wawili na Jerimulo ni watatu. Sasa soma watu wa maadili, watu wa maadili. Dismas Teni ameingia kana afisa habari, akaja kuwa meneja wa habari na mawasiliano mpaka meza mda wake, ameondoka kwa amani bila kufungiwa. Alikamwe na mimi nazungumza sio mtu wa habari, ni mtu wa propaganda za kutukanisha mpira. Sasa ili tukoneshe mpira alama upate bani, ile imemkuta. Ile ni fundisho kwa watu wote, hata wa Simba atakiwa na nidhamu, wa Mtibwa wana nidhamu, wa Kagera wana nidhamu. Hicho ndio mpira unavyotaka. Kwa hiyo kwa Yanga haitwa asili, kwa Simba haitwa asili. Ile atakuwa kwa heshima kwa mpira wetu.